story. Karibu tena mtazamaji kwenye sehemu ya pili ya kipindi cha Jukwaa la KTN, ambapo hii leo tunaangazia kuhusu afya yako, tukijadili mengi kuhusiana na ugonjwa wa hemophilia ambao ni ugonjwa wa kuvuja damu kupindukia. Lakini kabla ya kuendelea na mazungumzo, nitagusia kwa muktasari tu taarifa hiyo kuu ya tanzia ambayo tunaendelea kuifuatilia kwa karibu. Ni kuhusu ajali ya helikopta ya KDF ambayo imetokea alasiri ya leo, na ndege ama helikopta hiyo imeanguka mahali ama ilianguka mahali panapoitwa Sidar, kata ya Kaben, karibu na shule ya sekondari ya wasichana ya Liter kwenye mpaka wa kaunti za Elgeyo Marakwet na West Pokot. Mkuu wa KDF Generali Francis Ogola anaaminika kuwa miongoni mwa waliokuwa kwenye ndege hiyo, na habari zinasema watu 5 wameaga dunia na wengine 3 wako katika hali mbaya. Na kulingana na msemaji wa serikali Isaac Mwaura ni kwamba ikulu ya rais itatoa taarifa zaidi kuhusiana na mkasa huo wa helikopta ya KDF. Ni taarifa ambayo mtazamaji tunaendelea kuifuatilia kwa karibu, na tutakupa kina zaidi cha taarifa hiyo, kwani wanahabari wetu wanaendelea kukusanya taarifa kuhusiana na mkasa huo, na bila shaka tutakuwa tunakupa taarifa zaidi punde zinapochipuka. Na sasa tuendelee na mjadala wetu kuhusiana na hali hii ama ugonjwa wa hemophilia. Tulikuwa tumezungumza, ukasema kwamba ni ugonjwa ambao mtoto anazaliwa nao, na wengine labda kutokana na upasuaji labda ulifanywa kuna kile ambacho kikuendelea vizuri na ukapata hali hiyo wakati uko katika mtu mzima, labda ulipata hata saratani, matibabu yenyewe labda kuna chembe za damu ambazo ziliharibiwa na matibabu ambayo uliweza kupata na ukajipata uko katika hali hiyo. Tukisalia hapa bado kwa huyu mtoto mchanga, mama mjamzito wakati amebeba ujauzito wake, anaweza julikana kwamba atajifungua mtoto ambaye ana hemophilia? Asante. Mara nyingi watu nasema kwamba kama mama ni carrier, kwa sababu mama ambayo anabeba lile gene an abnormal X, huyo mama si mama wa kawaida, ni mama tofauti kidogo. Na tofauti yake ni kwamba yeye ni a mild bleeder. Yeye sio bleeder wa kawaida, sio kama kijana wake. Yeye pia atakuwa na tatizo anapoona damu ya mwezi ya ethi. Utapata kwamba huyo mama anakuwa na prolonged bleeds. So sio mama wa kawaida. Jambo la pili ni kwamba utapata mama kama huyu pia anaanza kuvuja damu kwa soft tissues. So utampata kuna sehemu tofauti anakuwa na black spots kwa mwili yake. Hiyo pia ni dalili ya mama kama huyo kuwa na shida. So utapata kwamba huyu mama anagundua mapema, atakuwa na nosebleeds ambazo sio za kawaida. Anapo brush meno pia atapata damu inatoka kwa sehemu lile. So sio mama wa kawaida. Na kwa sababu sio mama wa kawaida, huyo mama tukimpima tutapata kwamba chembe za zile proteins zenye zinasaidia clotting iko chini. Yeye ni kama mild bleeder. Lakini wakati anapobeba mimba, mwili wake unamsaidia kutengeneza zile proteins za kutosha. Shida tu ni kwamba anapobeba mimba haonyeshi dalili. Lakini yule mtoto anaweza pimwa. Tunaweza chukua fluid ambayo ni amniotic fluid na tuweze kupima huyu mtoto akiwa kwa tumbo ya mama. Shida ni kwamba Kenya hii hatuna uwezo wa kuweza kufanya lile testing mtoto akiwa kwa tumbo ya mama. Watu tunaongojea wakati ambapo mtoto anapozaliwa ndio tunaweza kupima. Hiyo ni jambo la kwanza. La pili, tunaweza pia kufanya genetic testing mapema kabla mtoto hajazaliwa. Shida ni kwamba nikikupima leo na upate kwamba mtoto wako ni hemophilic, utafanya nini? Hautaweza kutoa lile mimba, hautaweza kutoa ule mtoto, so utambeba tu kama mtoto wa kawaida. Kazi tu ni kwamba lazima umchunge, kwa sababu atakuwa mtoto tofauti na watoto wengine. Sasa hawa watoto wanapoenda shuleni,
wakae vipi na watoto wengine, na ili pia ama mwalimu amfanyie nini huyu mtoto, ili kwa sababu mtoto ni mtoto tu na ataenda atacheza pamoja na wenzake, labda mara ameanguka, wamekwaruzana, aishi vipi akiwa shuleni? Uzuri ni kwamba vile nilielezea, kama yeye ni a severe bleeder, hiyo inamaanisha hana chembe chembe hata kidogo, huyo mtoto ataanza kuvuja damu mapema. So utagundua mapema kwamba huyu si mtoto wa kawaida. Huyu ni mtoto ambaye akienda kucheza mpira, hata yeye mwenyewe akigonga lile mpira, mguu utaanza kufura. So atajua mapema kwamba mimi na mpira, lakini mtoto ni mtoto, lazima acheze. Ndipo sababu nilisema lazima tutayarisha watoto kama hawa kwa kuwapea dawa ambayo inazuia kuvuja kwa damu mapema, ndio mtoto aweze kuishi kama watoto wengine. Lakini tuseme kwa mfano kwamba hajapata dawa, akifika shule lazima tumuelezee mwalimu. Kenya Hemophilia Association ambayo mimi ninasimamia, huwa tunaandikia mashule barua ya kusema kwamba huyu sio mtoto wa kawaida. Huyu sio mtoto utaambia lala chini ni kuchape kiboko, ni kuadhibu. Huyu sio mtoto utamweleza beba vitu. Si mtoto wa kupewa adhabu. Sio mtoto ambaye utamweleza sasa kimbia 100 meters. Sio mtoto wa kawaida. Katika harakati ya kukimbia anaweza vuja damu pia. So sio mtoto ambaye utataka kufanyia mambo ya kawaida kwa watoto wengine. Wanapocheza tunataka wafanye michezo ambayo haiwadhuru. Kwa mfano akiendesha baiskeli ni tofauti na akienda kucheza mpira. Akienda swimming, anaweza kuswim, anaweza kuogelea kwa maji. Hiyo sio exercises ambazo ziko na contact. Tunajaribu kuzuia zile exercises ambazo zinamfanya aweze kubleed kwa urahisi. So huyo mtoto lazima tuelezee walimu shuleni. Hata mtu akishikwa na polisi, umepelekwa jela na uko na hiyo ugonjwa wa hemophilia, pia lazima tuambie watu wa jela kwamba huyu sio prisoner wa kawaida. Ako na hali fulani. Ako na hali tofauti. Na lazima tuwachunge kwa kulingana na hayo madhara ambayo inaweza kuwafanya waweze kuvuja damu zaidi. Na kulingana pia na jinsi ulivyoelezea kwenye takwimu, idadi ambayo imenakiliwa ni ndogo mno, na mnaona kwamba wengi wamefichwa. Wanafichwa kwa nini? Ni kutokana na labda wanaogopa jinsi jamii itakavyowachukulia, ama ni kutojua, ama ni aibu? Haswa ni kipi ambacho kinafanya wengi wafichwe? Tunafikiria kwamba ni kutojua across board. Nitasema hivi. Mimi kama daktari nilipokuwa medical school, tulikuwa tunaambiwa kuna ugonjwa unaitwa hemophilia, lakini hatukupata nafasi wakati huo wa kuona mgonjwa ambayo tungeweza kuassociate nayo. Na kwa sababu huu ugonjwa unajitambulisha kwa kufura kwa joints. Ukiwa dunia hii, joint ikifura, iko na joto, iko na uchungu, jambo ambalo linakuingia kwa haraka kama daktari ni kufikiria kwamba hii lazima ni arthritis ambayo iko na uzaa ndani, ni septic arthritis. Na temptation ya kwanza kama daktari ni kuingiza sindano, kwa sababu ukiingiza sindano kitu ambacho unataka kukutana nayo ni pus. Lakini wakati unapoingiza sindano utakutana na nini? Na damu. So hiyo ni shida la kwanza, jambo la kwanza. Madaktari sisi wenyewe hatuna ile suspicion ya kwanza kusema kwamba hii kufura kwa mwili inaweza kuwa ni ugonjwa wa hemophilia. La pili, utapata kwamba wazazi wengi, kwa sababu mtoto anacheza anasikia uchungu, anacheza anasikia uchungu, mara nyingi wakifika hospitali watapewa dawa na aende nyumbani. Jambo lingine ni kwamba kwa sababu ya kukosa testing, mtoto ataenda apimwe damu, wanaona kila kitu kinakaa kizuri, lakini sasa hatuelewi kwa nini miguu inafura. So testing, diagnosis inachelewa hadi wakati ambapo tunajua watoto ambao wamekufa, wamefariki kwa sababu walivuja damu wapi? Kwa ubongo. Na wakaelezewa kwamba hii ni meningitis. Kwa sababu dalili yake itafanana na meningitis.
Wakati mwingine tumeona watoto wamefanywa operesheni kwa sababu wamevuja damu kwa laini ya misuli. Tunaita iliopsoas muscle. Hilo misuli, wakati umebleed kwa hilo misuli, inakaa ni kama uko na appendicitis. So unapata daktari anaanza kukupasua akifikiria shida iko kwa appendix. Yet ni bleed kwa hii misuli inaitwa iliopsoas. So tumekuwa na a lot of misdiagnosis kwa sababu ya kutojua. Jambo la pili, wazazi wengi wanapogundua kwamba mtoto anakaa tofauti. Tumeona wazazi ambao wamefukuzwa kwa manyumba zao. Umeondolewa kwa sababu uko na mtoto ambayo hakai mtoto wa kawaida. Huyu ni mtoto wa aina gani? Wanaanza kulaumiana. Mume anasema ni mke, mke anasema ni mume. Naam. Na utapata kwamba familia nyingi mtu amepoteza either watoto wawili ama watatu. So mzee ataondoka kwa lile boma, aache mama na watoto wake, mama akazene na watoto wake. So wazazi wengi, wamama wengi, familia nyingi wanaficha hawa watoto. Hawataki waonekane. Na tunajua kwamba wakati fulani tulikuwa na familia ambayo msichana alifukuzwa na mandugu zake kwa sababu alisema yeye ni bad omen. Kwa sababu hawana ufahamu. Hawana ufahamu. So lazima tuendelee kuongea kuhusu hii ugonjwa ndio watu wapate fahamu kwamba ni ugonjwa wa kawaida tu. Unaweza kutibiwa once umekuwa diagnosed na uishi maisha ambayo ni nzuri kama watu wengine. Kabla hatujawaelekeza hata wagonjwa ama watu wanaowalea watu walio na hali kama hiyo mahali ambapo watapata matibabu. Kulingana na matibabu ambayo hawa wagonjwa wanapewa, umeeleza kwamba ni zile dawa ambazo wanadungwa kwenye mishipa. Je, mgonjwa anaweza ongezwa damu? Mgonjwa anaweza ongezwa damu wakati ambapo amepoteza kiwango ambacho itatulazimu tukurudishie damu. Tukifikiria kwamba umepoteza sehemu kubwa ya damu yako, volume ambayo ni muhimu, then lazima tukurudishie whole blood. Lakini tukifikiria kwamba sehemu ambayo unahitaji ni red cells, then tutakupatia sehemu ya damu tunaita component, na hiyo ni packed red cells. Tunakurudishia packed red cells ili tusikupatie damu. Huwa tunasema ni kama uchafu. There are a lot of things in blood. So unajaribu kuondoa ile ambayo huhitaji na kuweka kando na kupea mtu kile ambacho kitamsaidia. So wanaweza kupata damu, si ati hawezi kupata, lakini tunajaribu kwa njia zozote kupunguza wasipate damu. Kama tunaweza punguza hiyo itakuwa nzuri, kwa sababu wakati mwingine utampatia damu ambayo iko na shida zingine. Iko na malaria ndani, damu ambayo iko na antibodies ambazo zinaweza kumsumbua baadaye, na inaweza kuwa na shida nyingi including infections ambazo zinatransmitiwa na damu. Tuna magonjwa ambayo inaweza kupitishwa kwa damu, na kama tunaweza kupunguza hizo pia itakuwa nzuri. Lakini hii damu ambayo huyu mgonjwa anapewa haijapitia huu utaratibu wa kupima kuhakikisha kwamba anayopewa iko salama. Teknolojia kisasa imesonga juu kidogo. Na tuko na magonjwa ambayo lazima yapimwe. Na tunaweza sema kwa hali kubwa kwamba hizo magonjwa ama haya magonjwa yanajulikana kwa urahisi. HIV kwa mfano, syphilis, hepatitis B, C, hizo zinaweza kujulikana kwa urahisi. Kenya tupimi malaria kwa damu. Ugonjwa tu kama malaria, na malaria iko common. So unaweza kupata umepewa damu ndio, lakini unaongezewa pia na malaria. Juu ya hemophilia. Juu ya hemophilia. Sasa hiyo ndio sababu tunasema kwamba tunajaribu kwa njia zozote kupunguza matumizi ya damu. Kwa hivyo kupewa mgonjwa damu ni matibabu ya mwisho kabisa. Wakati sasa imefikia mahali mnaona kwamba huyu dawa haiwezi fanya kazi kumsaidia. Kuna sehemu, kuna cut off ambayo tunatumia kimedikali kusema kwamba huyu anahitaji damu, huyu hahitaji damu. Tukifikiria kwamba hautahitaji kwa sababu hujafika lile kiwango, then tutakupatia dawa ya kusaidia kuongeza kwa damu. Ndio tuweze kupunguza hizi shida ambazo zinakuja na damu pia. Kando na matibabu, ni vyakula vipi ambavyo wagonjwa wa hemophilia wanafaa kuwa wanazingatia sana? Mimi husema hivi, wakule chakula ya kawaida ambayo kila mtu anahitaji kale. Just a normal balanced diet. Kwa sababu kila ambacho wanakosa
is a clotting factor. Si ati wanakosa labda chembe, an element ambayo inahitajika ndio iongeze damu, hapana. No, wakule chakula ya kawaida. Kitu tunajaribu kuzuia, hatutaki hao watoto ama watu walio na hemophilia wawe na uzito. Weight is a problem kwa sababu inaongeza uzito kwa joints. So hatuwataki wawe na uzito zaidi. Hiyo ndio kitu tu tunajaribu kuzuia. Wasile kiwango ambacho uzito inakuwa ni madhara badala ya kuwa baraka. Na pamoja na vyakula ambavyo sio vigumu vya kuumiza. Yes, yes. Hiyo pia wanaweza kufanya hivyo. Usikule vitu ambavyo zitakuadhiri, itakufanya tena kwenye ufizi. Yes. Lazima uzuie hiyo. Sasa matibabu yanapatikana wapi? Ni mahali popote ama kuna mahali maalum, kuna vituo maalum ambavyo vinatoa haya matibabu na vinapatikana wapi? Labda nitaanza kwa kusema hivi. Nitashukuru kwanza serikali kwa kiwango fulani, kwa sababu imeweza kutusaidia, haswa central government na county governments. Central government imeweza kutupatia 2 national referral hospitals, mahali ambapo tumetengeneza kliniki ambayo tunaita comprehensive care centers. Hiyo ni Kenyatta National Hospital na Moi Teaching and Referral Hospital. Those 2 hospitals ni hospitali ambayo wagonjwa wanapata matibabu na pia madaktari wanaweza kufanywa training. Okay? Then tuko na kliniki karibu 14 kule kwa counties. Na tunashukuru magavana na county first ladies ambao wametusaidia sana katika harakati ya kututafutia space kwa mahospitali zao. Na hiyo utapata Kisumu, utapata Kakamega, utapata Bungoma, ukuje MTRH, uende Narok, Kisii, ukuje Nakuru, Nairobi ni hapa, tuko nayo Kiambu. Ukienda upande huu ni Garissa, urudi Hola, Taita Taveta, uende Mombasa. So hizi ni kliniki ambazo zinasaidia hawa wagonjwa. Nia yetu ni kujaribu kuhakikisha kwamba kila kaunti iko na kliniki. Tuko na kliniki karibu 5 ambayo tunataka kuyafungua. Na tunafikiria kwamba tukifanya vile tunaweza kuhakikisha kwamba Wakenya wanafikia matibabu kwa haraka. Tuko pia na wagonjwa kule kwa refugee camps. Kama kule Dadaab. Tuko na wagonjwa ambao wanavuja damu. Kupeleka dawa ndio shida. Ndipo sababu tunajaribu kuhakikisha kwamba kliniki ziko karibu, then tutapeleka haya madawa karibu, kwa sababu ni donation ambayo tunapewa. Saa hizi tunapata donation ya 2 billion. Lakini hiyo haitoshi. Ndipo sababu tunataka serikali, kwa sababu mnasema kwamba mnaibanga 2 billion every day ama sijui ni shilingi ngapi kila siku. Mbona msitupe hiyo pesa kidogo tununulia hawa madawa ambayo itawasaidia na wataweza kuishi maisha ya kawaida. Hiyo itakuwa nzuri, si ndio? So bado tutaililia serikali iweze kutufanyia budget ya kununua haya madawa. Na kwa hivi visa, kwa sababu kulingana na jinsi hata umeweza kueleza, hivi visa kama tulivyokuwa tumesema hapo awali, ni vichache mno na inakisiwa kwamba wengi wamejificha kule. Wengi kama ni wazazi hawasemi kwamba mtoto wangu yuko hivi kwa sababu anahofia. Hata watu wazima iwapo anajua kwamba yuko katika hali ile, anahofia hata kujisema. Hatari iko wapi wengi wakisalia wako kule? Ama mna mipango ipi ya kuhamasisha jamii kwamba hali ndiyo hii kwa hivi, lakini hata hawa wagonjwa ni watu wa kawaida na wanafaa kujitokeza, wajulikane, wasajiliwe ili hata waweze kupata matibabu, kwa sababu kulingana na kauli mbiu ya mwaka huu ni kwamba wagonjwa wote wa hemophilia wapate matibabu sawa. Hiyo ni kweli. Na pia nitasema hivi, na nashukuru serikali kwa sababu walianzisha community health promoters. Nasi katika harakati ya kujipanga tuliweza kucreate curriculum ambayo community health promoters wanafuatilia. Wakienda kule kwa community katika harakati ya kufanya registration, wanapojadiliana na community pia wanawaeleza kuna ugonjwa ambao unaitwa hemophilia. Na wanapowapata kuna network ambayo wanafuatilia. Wanatuelezea kwamba tumepata hili familia,
tuko na maswali ambayo yanajazwa na inatumwa kwetu. Baada ya sisi kupata haya responses, then tunawasihi waende kwa daktari, wachukuliwe damu, wapimwe, then tunawaweka kwa register yetu. Once tumewaweka kwa register, inakuwa rahisi kuwapangia, kwa sababu tuko na dawa ambayo wanaweza kufaidika nayo. Na hii imetusaidia sana, using community health promoters. Ya pili, create an application ambayo ukilogin utapata maswali pale ndani, unaweza kuyajibu wewe mwenyewe, inatufikia sisi na inakupea score. We have a cut of your 60%. Tukikupata kwamba uko na 60%, tunakupigia simu. Tunakuambia, Agnes, tunafikiria kwamba unaweza kuwa a bleeder. Na tungekuomba uweze kwenda kwa hospitali karibu nawe. Hivyo inatusaidia sasa kuwafikia wengine, ili tuweze kuhakikisha kwamba kila mtu amefikiwa na kila mtu ameweza kupata matibabu. Asante sana daktari, bila shaka umekuwa mzungumzaji mzuri. Na tunawatakia kila laheri wakati mnapofikisha ujumbe kwa wananchi, ili waweze kuelewa, kufahamu hali hii, na wengi waweze kusaidika, na wazazi pia wajue kwamba iwapo mtu ana mtoto aliye katika hali hiyo, asimtenge, amtunze tu vizuri tu kama mtoto mwingine, lakini ajue mahali ambapo atapata matibabu na jinsi ya kumtunza aishi maisha ya kawaida kama watoto wengine. Na matibabu ni ya bure. Matibabu ni ya bure. Kwa hivyo hakuna kulipishwa. Hakuna kulipishwa chochote. Madawa ya hemophilia hayalipishwi. Madawa yako ya bure. Hata kama ni ya pesa ya juu, tunawapea for free. Hatuwalipishi. Na ni ya kutosha. Kwa hivyo watu wajitokeze, wasihofie. Wakuje wapimwe tu. Haya, asante sana daktari Kibet. Bila shaka mtazamaji, tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na hali ya hemophilia, na ni hali ambayo daktari ametueleza kwamba matibabu yanatolewa bila malipo yoyote. Kwa hivyo iwapo unafika mapema, unaona hizo dalili ambazo daktari amezitaja, jifikishe kwenye kituo cha matibabu, na ili uweze kunakiliwa, usajiliwe na upimwe, ijulikane hali yako imefikia kiwango kipi, ili madaktari wajue unahitaji matibabu ya aina gani, na matibabu yanatolewa kwa wagonjwa wote bila malipo. Mtazamaji, bado nikigusia ile taarifa ambayo tunaendelea kufuatilia, ni kuhusiana na ajali ya helikopta ya KDF ambayo helikopta hiyo ilianguka katika eneo linaloitwa Sidar, kata ya Kabene, karibu na shule ya wasichana ya Liter, na mkuu wa KDF Generali Francis Ogola anaaminika kuwa miongoni mwa waliokuwa kwenye helikopta hiyo. Na kwa hivi sasa tunatarajia taarifa kutoka kwenye ikulu ya rais kuhusiana na kina cha ajali hiyo. Mtazamaji, tutakuwa tunakupa mengi zaidi kuhusiana na taarifa hiyo, kuhusiana na ajali ya helikopta ya KDF. Usiondoke, salia hapa kwenye KTN News, ambapo tunakupa taarifa zaidi kuhusiana na mkasa huo. Asante sana daktari kwa wasia wako, bila shaka umetufunza mengi kuhusiana na hali ya hemophilia. Asante sana. Na mtazamaji pia asante sana kwa muda wako. Mimi ni Agnes Gakunga, endelea kutazama KTN News.